Karibu sana mtazamaji wangu wa Mwangili Show, kipindi ambacho kitakuwa kinakurukia kila wiki kwenye YouTube channel yetu ya Mwangili Office. Kama nilivyokukaribisha hapo awali kwamba kwa nini tuko na Mwangili Show? Unatamani kufahamu vitu vingi sana kuhusiana na Mwangili, wapi ilianzia mpaka leo imefikia. Mwanzilishi ni nani? Tuko naye kwa siku ya leo. Atakwenda kujitambulisha kwa majina yake kamili, na baada ya hapo tutaendelea na mahojiano ya hapa na pale. Karibu sana mheshimiwa. Nashukuru sana. Tumefurahi sana kukuona na of course ni kijana and tukiambiwa kwamba ni Mwangili Office ni kitu ambacho kinabeba vitu vingi sana. Sasa kwa umri wako na vitu ambavyo umevifanya na unaendelea kuvifanya, kwa baadhi ya Watanzania tunatamani kujifunza kutoka kwako. Karibu sana. Asante sana ndugu Neema. Mimi kwa majina yangu naitwa Daniel Eliuta Mwangili, na kama lilivyo Mwangili Office, maana yake ni jina langu la ukoo. Sema jina letu kwa sababu wengi wanalitumia lakini mimi ninalitumia sana kwa sababu ni jina linaloonyesha ushujaa na kunifungamanisha na familia yangu. Kwa hiyo Mwangili ni nani? Mwangili ni kijana Mtanzania, mzalendo, mwana siasa, mcha Mungu, mtumishi wa Mungu na mambo mengine mengi ambayo anayo ndugu Mwangili. Wow. Kama ulivyoweza kusikia ndugu mtazamaji wa Mwangili Show, namna ambavyo ameelezea kwa uchache yeye ni nani na kwa nini Mwangili, lakini amesema sio tu kwamba ni Mwangili Office, ni kijana, mwanasiasa, mwanaharakati, lakini pia ni mcha Mungu. Yote hayo tutakwenda kuyasikia leo kwake. Moja kwa moja tunatamani kusikia historia ya Daniel Eliuta Mwangili. Ni kijana ambaye amezaliwa wapi, ametokea wapi tangu utoto mpaka alipofikia? Daniel Eliuta Mwangili ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya mzee Eliuta Kasiamali Mwangili pamoja na mama Martha Liandembe Simbili. Wazazi wangu wamezaliwa Iringa. Baba amezaliwa kijiji kinaitwa Luhota na mama amezaliwa kijiji kinaitwa Ibangamoyo kwenye kata ya Ulanda. Na kata zote hizi mbili ziko katika jimbo la Kalenga mkoani Iringa. Kwa hiyo nimezaliwa na wazazi hao wawili nikiwa mtoto wa mwisho wa Eliuta na Martha. Eliuta amekuwa mpigania uhuru wa nchi yetu na mama Martha amekuwa kiongozi wa kijamii, lakini pia amekuwa mchungaji wa makanisa haya ya Kipentecost. Kwa hiyo nimezaliwa na hao wazazi, nimekulia maisha yangu ya malezi na makuzi katika mkoa wa Dodoma, baadaye jiji la Dodoma na katika eneo la mtaa kipindi hicho Chang'ombe, sasa hivi ni kata. Kata ya Chang'ombe. Kwa hiyo kwa ufupi sana mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya mpigania uhuru na mchungaji. Asante. Kabla hatujaenda mbali zaidi, natamani kusikia hapa kwenye mtoto wa mwisho wa mpigania uhuru mzee Eliuta Mwangili mwenyewe. Tunaweza tukapitishwa kidogo tukamfahamu mzee alifanya vitu gani kwenye taifa hili la Tanzania, lakini pia aliweza kupandikiza kipi kwa Daniel Eliuta Mwangili? Baba amekuwa mpigania uhuru katika mkoa wa Iringa. Unajua, kabla ya uhuru Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatembea kwenye mikoa mbalimbali akiwezeshwa na wale wazee wengine ambao kiuchumi walikuwa vizuri kipindi kabla ya uhuru. Walikuwa wakimpa fedha kuzunguka na kwenda kujenga chama cha TANU, lakini pia kutoa elimu ya uhuru kwa wananchi wa Tanganyika kipindi hicho. Kwa hiyo baba alikuwa ni mmoja kati ya vijana waliokuwa wanaishi eneo hilo la Luhota na walikuwa wanakusanywa, kila Mwalimu Nyerere anapokuja wanakusanywa mahali, wanaenda kupewa elimu ya uhuru. Kwa hiyo alikuwa ni mmoja kati ya vijana wa TANU Youth League ambao walikuwa wanapigania uhuru wa nchi yetu
baada ya kupewa elimu hiyo na mwalimu. Na katika kipindi chao walikuwa wanalima, wanafanya kilimo cha mahindi, na walikuwa wakilima mahindi yale wanayatoa ili kuwa sehemu ya mchango wao wa kupigania uhuru wa nchi yetu. Na baadaye baba alitoka Iringa mwaka 59 akaja Dodoma kufanya kazi ya useremala kwa Singasinga, alikuwa anaitwa Talak Singh. Kwa hiyo Singasinga yule alikuwa anamlipa fedha kidogo, na yeye akawa anachangia senti sumni, nusu ya mshahara aliyokuwa anapewa na Singasinga kwa Mwalimu Nyerere. Sasa wakati huu Mwalimu Nyerere alikuwa akija Dodoma, wanakutania eneo lile linalotambulika kama Nyerere Square. Nyerere Square walijenga ili kuenzi mchango wa Mwalimu wa kutuletea uhuru. Wale wazee wa zamani, vijana wa zamani walikuwa wanakutanika pale kwa ajili ya kumchangia Mwalimu Sumni Sumni, na baba akiwa mmoja wapo. Wow. Yeah. Kwa baadhi ya vijana wa Tanzania, kwa sababu tunajua Dodoma ndio makao makuu ya nchi ya Tanzania, lakini Dodoma pia ndipo ambapo Daniel Eliuta Mwangili amezaliwa. Kwa baadhi pia wakazi wa Dodoma ama wazawa wa Dodoma, wengine walikuwa hawafahamu kuhusiana na Nyerere Square. Baadhi yao walikuwa wakihisi labda ni sehemu ya kwenda kupiga picha, kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kumbe iliwekwa kwa sababu vijana wa mwaka hiyo, vijana wa zamani walikuwa wakikutana pale kutoa michango yao ya kupigania uhuru, na baba yako pia ambaye ni mzee Eliuta Mwangili alishiriki katika jambo hilo. Tukupe pongezi sana kwa kupata baba mzuri. Tumefurahi sana kusikia historia hiyo fupi. Sasa kwa uchache tumeelewa kabisa siasa ilianzia kwa baba. Kulipenda taifa kulianzia kwa baba. Kwa nini na wewe pia, kitu gani kilikushawishi sana sasa kuingia kwenye siasa? Baba aliacha misingi mizuri kwenye siasa, ama baada ya kumaliza masomo yako ukaamua kuingia kwenye siasa? Asante sana kwa swali zuri. Siasa mimi kwa upande wangu haikuwa tu kishawishi cha mzazi. Siasa imekuwa wito kwangu. Unajua siasa ni njia ya kuelekea uongozi wa umma. Yes. Unapoingia kwenye siasa, maana yake unaingia kwenda kuwa kiongozi, unatamani kwenda kuwa kiongozi wa umma. Kwa hiyo njia unayotumia kufikia uongozi wa umma ni siasa, na siasa ni wito. Ni kama vile ambavyo mama yangu aliitwa kuwa mchungaji. Ni kama vile mtu mwingine anaitwa kuwa mwalimu. Walimu ni wito. Kufundisha watoto sio mchezo, ni wito. Siasa ni wito. Unaitwa kuwa mwanasiasa kwa sababu unaenda kuwatumikia watu, unaenda kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo lazima uwe na mzigo wa wito wa siasa. Kwa hiyo kwangu mimi haikuwa tu influence ya baba, kwamba kwa sababu baba amekuwa mwanasiasa na mimi niingie huko. Kwanza wao wenyewe walikuwa wanafikiri mimi nitakuja kuwa mchungaji. Na waliwekeza sana kwenye kuwa mchungaji, na wakiamini kwamba na sauti kubwa, ushawishi mkubwa, na ushawishi, na angalau na idea kuhusu neno la Mungu kati ya watoto ambao wamekuwa nao. Kwa hiyo walidhani kwamba naweza kuja kuwa mchungaji, lakini mimi nikatambua kwamba siasa ndio wito wangu. Kwa hiyo mimi kuingia kwenye siasa, nimeitwa kuwa kwenye siasa, sio nimekuwa influenced, yani nimetamanishwa na baba alivyokuwa. Hapana, kwa sababu pia hata baba yeye amekuwa kwenye siasa kwa maana ya harakati za ukombozi wa uhuru, na baada ya pale maisha yake yote mpaka anafariki amekuwa kiongozi wa kawaida wa chama cha kisiasa cha CCM. Amekuwa balozi kwa maisha yake yote mpaka anafariki. Kwa hiyo hakuwa kiongozi mkubwa. Baada ya uhuru aliishia katika level ile ya kawaida ambayo haiwezi kumuinfluence sana mtu kuingia kwenye siasa. Jibu zuri ni kwamba ni uwito ndio ambao umekuleta kwenye siasa. Sasa natamani kujua muda ambapo wewe sasa
ukasema kuanzia leo mimi nitaanza kuingia kwenye siasa, ni masuala yote ya politics. Siku ya kwanza ilikuwaje? Ulikuwa ni kijana wa umri gani na ulianzia wapi? Yani ilikuwaje mpaka leo tunasema ni political office Mwangili? Mara ya kwanza kabisa ilikuwa 2015. 2015 niligombea ubunge kwa mara ya kwanza kabisa. 2015 nikigombea ubunge kwenye jimbo la Mafinga, na chama ambacho nilikuwepo ni ACT, kilikuwa ACT Wazalendo. Na kipindi kile, unajua katiba yetu ya nchi inasema angalau uwe na miaka 21 unapotaka kugombea nafasi ya ubunge, na mimi nilikuwa na miaka 23 na 4 kama sikosei. Kwa hiyo nilikuwa kati ya wagombea wadogo nadhani kuliko wote. Tulikuwa mimi na rafiki yangu mmoja anaitwa John Patrick ambaye tulikuwa naye ACT. Nadhani sisi ndio tulikuwa wenye umri mdogo kuliko wengine wote. Kwa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kuingia kwenye active politics hizi za kugombea na nini, lakini kuingia kwenye siasa na kuwa na ushabiki usio wa kimwelekeo, maana kuna wengine wanaingia kwenye siasa wanashabikia vitu bila mwelekeo. Ilikuwa kuanzia 2010 ndio niliingia, lakini sikujipambanua haswa kwenye siasa. Lakini kipindi ambacho nilijipambanua rasmi ni 2015. Hapo ndipo ukiwa na miaka 23-24 ukachukua nafasi ya kugombea ubunge. Ukiwa kwenye umri mdogo sana. Hongera. Nashukuru. Of course. Kuna vijana saizi wanacho cha kujifunza pia kupitia wewe. Kwa hiyo baada ya kugombea ubunge uliendelea pia kuwa mwanaharakati, uliendelea pia kuwa mwanasiasa. Kabisa. Baada ya kugombea ubunge nikaanza sasa kuona kumbe naweza kutoa mchango kwenye siasa, kwa sababu nilijiona, na si tu kwa kujisifia, kati ya watu ambao walikuwa wana uwezo wa kuelezea sera za vyama vyao na ilani ya chama chake, kati ya wagombea tuliokuwepo Mafinga, mimi naweza kusema nilikuwa namba 1, kwa sababu tuliwahi kufanya mdahalo wa wagombea. Ninakumbuka nilikuwa mimi, alikuwepo bwana David Chumi Kosatu wa CCM, alikuwa bwana Wile Mungai wa Chadema na mimi. Kwa hiyo nilikuwa naona vile ambavyo swali likiulizwa mnatakiwa wote mlijibu hilo hilo. Sasa ule uwezo wa kuelezea kile kilichoulizwa nikioanisha na ilani ya chama cha ACT Wazalendo, nadhani wengi walikuwa wanafurahi sana. Kwa hiyo kati ya watu ambao walikuwa wana uwezo wa kuielezea ilani yake, mimi ni mmoja wapo. Kwa hiyo nikajiona na mchango fulani natakiwa nitoe kwenye siasa za Tanzania. Kwa hiyo nikaendelea mwaka 2016 nikaingia moja kwa moja kwenye kufanya sasa siasa za chama. Nikachaguliwa kuwa afisa habari na uenezi, ambaye nilikuwa nafanya kazi chini ya katibu wa uenezi na mawasiliano wakati huo akiwa ndugu Ado Shaibu, ambaye ni katibu mkuu wa sasa wa ACT Wazalendo. Kwa hiyo nikajikuta ninaendelea kufanya siasa kwa namna hii. Kama ulivyotuambia hapo awali kwamba siasa kwako Bwana Daniel Eliuta Mwangili imekuwa ni wito, na haukuacha ule wito upotee bure, na ukiwa kijana wa mwisho kwenye familia ya mzee Eliuta Mwangili na umefanya uthubutu mkubwa, umefanya mambo makubwa sana kwenye siasa, lakini pia kwenye taifa la Tanzania, kuanzia ngazi ya kata na kuendelea mpaka ngazi ya taifa pia kugombea ubunge. Nalo ni jambo kubwa sana. Natamani pia kusikia changamoto zilikuwaje, kwa sababu ukiwa kama kijana wa mwisho, kaka wakubwa, kina dada, members of family, the way wanakushauri, changamoto ilikuwaje? Waliweza kuchochea hofu ama uliweza kuzishinda zile hofu zao, wewe ukasonga mbele? Kitu ambacho wao huwa wanakiri, ndugu zangu, huwa wanasema Dani ni moja kati ya vijana wabishi sana. Akiamua jambo lake linakuwa. Na huwa wanasema wenyewe, Dani ni kijana ambaye sio muoga kabisa. Mimi sio muoga. Huwa siogopi jambo kwa sababu sina fedha.
nikiamini kwamba lile jambo ninaweza nikalifanya likaleta matokeo, huwa nakwenda kufanya bila kutazama nina nini mfukoni. As long as nina ufahamu wa lile jambo, kulifanya na kwenda kulifanya. Kwa hiyo changamoto za kwenye familia hazikukosekana. Kuna baadhi ya ndugu hawakuamini kama ninaweza kufanya hata mkutano mmoja, kwa sababu sikuwa na hela. Yes. Baadhi ya ndugu walikuwa wanaamini kwamba ni kama napoteza fedha pia, kwa sababu wako walioamini kwamba ninaweza kupata fedha kidogo, sasa ni kama naenda kuzitupa mahali fulani. Lakini mimi nilikuwa naamini kitu kimoja, nishindwe, kuna kitu nimekiongeza katika historia ya maisha yangu, ambacho hata kama hakitakuwa na msaada sasa, kitakuja kuwa na msaada baadaye. Lakini zito ambalo lilikuwa limekaa kwenye moyo wangu ni ule wito wa kuwa kiongozi wa umma. Yani nimeitwa kuwa kiongozi wa umma. Sasa unafanya nini? Lazima utii wito, lazima uende kwenye hizo njia ambazo zinakupeleka wewe kuwa kiongozi wa umma, na njia yenyewe ni siasa. Kwa hiyo changamoto zilikuwepo, lakini ninamshukuru sana mama yangu. Kati ya watu walionitia moyo sana, mama yangu alinitia moyo. Na tangu naanza kampeni miezi 2 mpaka namaliza, mama tulikuwa naye Mafinga. Nilipokuwa naweka mguu na yeye alikuwa naweka mguu. Na mama yangu alikuwa mwongeaji mzuri sana kama mimi. Kwa hiyo alikuwa akishika mic na yeye aniombee kura. Yes. Ananiombea kura kwa kweli. Ni kati ya wamama ambao wakisimuliwa ni wamama wa mfano wa kuigwa kwa wazazi katika kutia moyo watoto wao katika kile ambacho watoto wao wanaamini. Kwa hiyo pamoja na changamoto nyingine kwa ndugu na nini, lakini nilipata uungwaji mkono kubwa sana na wazazi wangu. Unajua ukishaungwa mkono na baba na mama imeisha hiyo. Kabisa. Kwa hiyo changamoto hazikukurudisha nyuma, lakini pia umetuambia hapa baadhi ya ndugu walisema kabisa Bwana Daniel Eliuta Mwangili yeye ni mbishi, akiamua jambo lake limepita. Kwa hiyo ulikuwa unaweza kuavoid zile obstacles ambazo unakutana nazo na nini. Tukupe hongera sana, lakini pia ni funzo pia kwa sisi vijana na vijana wengine ambao wanatutazama pia kupitia Mwangili Show channel yetu ya YouTube, The Mwangili Office. Ni vitu ambavyo vimenifurahisha sana. Swali la uzushi, na kwa siku leo pia tunaweza tukawa tunaelekea mwisho kabisa tukijiandaa pia na vipindi ambavyo vinavyofuata. Je, una matarajio gani kutokea mwaka huu 2025 na kuendelea? Malengo yako vipi? Tutagombea tena au tutaendelea kuwa wanasiasa tukijipanga kwanza? Kwanza kabisa mimi nimekubali wito wa kisiasa, na baada ya kukubali wito nimeamua kufungua ofisi yangu ya kisiasa. Inaitwa Mwangili Office, hii tunayoizungumzia sasa. Political office, ofisi ya kisiasa. Nchi yetu hairuhusu mgombea binafsi, hatuna huo utaratibu, lakini inaruhusu mtu kufanya siasa ndani ya vyama vya siasa kupitia hata brandi yake mwenyewe. Kwa hiyo malengo nilionayo mwaka huu na kuendelea ni kuhakikisha kwamba ninakuza siasa binafsi, kwa maana ya siasa ya kuwatumikia watu. Siasa inatakiwa ifungue milango ya kuwatumikia watu. Siasa haitakiwi ijifungie kwenye kasufuria. Mtu anayefanya siasa hatakiwi kuwa ndani ya sufuria. Yaani hatutakiwi uwe mwanasiasa baada ya kuwa na cheo fulani ndani ya chama cha siasa. Lakini kama umeitwa kuwa mwanasiasa, maana yake wewe ni kiongozi wa kisiasa. Hata kama huna cheo ndani ya chama cha siasa, unawajibika kufanya siasa na kuwasaidia watu kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo Office of Mwangili, malengo yetu ni kufanya siasa inayogusa maisha ya watu, inayowafikia watu, inayojiambatanisha na watu, ili watu waone kumbe na sisi tuna wajibu wa kuingia kwenye siasa ya kujiletea maendeleo wenyewe bila kusubiri viongozi. Kwa sababu sasa hivi kuna udanganyifu mkubwa sana kutoka kwa viongozi. Wanadanganya umma, wanawaambia watu nichagueni nitafanya 1 2 3, kitu ambacho wanasema nitafanya 1 2 3 wananchi wanaweza kufanya wakijiratibu wenyewe. Kwa hiyo Office of Mwangili, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunatoa
mchango kwa jamii, mchango kwa taifa letu, kwamba tunaweza kufanya mambo mbalimbali bila kusubiri serikali tufanyie. Sisi tunaweza kuanza, tunaweza kujiratibu, tukajiletea maendeleo sisi wenyewe na kusonga mbele. Na ndio maana falsafa ya Office of Mwangili ni siasa bila mipaka. Yani naamini kwamba tunaweza kufanya siasa bila kuwa na mipaka. Sio mpaka mimi niwe kiongozi ndani ya chama cha CCM ndo nifanye siasa. Naweza kufanya siasa hata kama sina nafasi ya uongozi, alimradi mimi na wito wa kuwa kiongozi. Tumejifunza mengi, tumeona mengi. Sijajua jicho lako limetizama hasa kwenye engo gani, lakini umemfahamu Daniel Eliuta Mwangili ni nani, lakini pia the Mwangili Political Office ni kitu gani pia. Umejifunza mengi, nikwambie kwamba hatutoishia hapa. Ni mengi ambayo tunakuletea mtazamaji wetu, ni mengi utajifunza pia kupitia mwanaharakati na mwanasiasa Daniel Eliuta Mwangili. Nikushukuru sana kwa muda wako, ulikuwa nami Neema Michael Chaupa. Karibu sana kwa vipindi vinavyofuata. Nikushukuru sana kiongozi. Nashukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Asante sana. God bless you. Asante. Amen.